Amen. Na hizi habari ni habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Yeye anasema kwamba tazama, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa maana Mungu amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, vipofu habari za kuona kwao, viwete habari za kutembea kwao, wasiozaa habari ya kuzaa kwao, waliologwa habari za kuachwa huru kwao. Na tutangaze kisasi cha Bwana, maana ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso watu wote waliowatesa watu wa Charatira. Tuko mahali hapa tunamsema Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sisi ni marafiki zako, sisi ni vijana wenzako, sisi ni wakipa wenzako, lakini tumekuja jioni ya leo wakati wengine wanakuwa bize kushirikishana habari za mpira. Sisi tumeona tuwe bize sana siku ya leo kushirikishana habari za Yesu Kristo. Amen. Maana ule uzima watu waliokosa kwenye mpira katika Yesu Kristo unapatikana. Maana ule uzima watu waliokosa kwa uchawi na uganga wa kienyeji katika Yesu Kristo unapatikana. Maana ile furaha na amani watu waliokosa kwenye pombe na ulevi katika Yesu Kristo inapatikana. Tunaona ni heri kwetu kukuletea hizi habari za Yesu Kristo. Maana ndani yake iko amani yako, ndani yake uko uzima wako, ndani yake uko usalama wako, ndani yake iko nguvu yako, ndani yake yako matumaini mapya. Wale waliokata matumaini ndani ya jina la Yesu na habari za Yesu yako matumaini mapya. Wale waliokosa uzima wakawa katika magonjwa, ndani ya jina la Yesu na Injili uko uzima wako. Wale waliofungwa na nguvu za giza na kulogwa na mashetani na kuteseka na mapepo, ndani ya hizi habari uko kufunguliwa kwako. Sikia jioni ya leo habari za Yesu Kristo. Sikia jioni ya leo habari za Yesu Kristo, maana huu ndio usalama wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Kwa majina yangu naitwa Nanda Christopher Mwakachinga. Hayo tu yanatosha, maana ndio aliandika kwenye kitabu cha uzima. Natamani siku leo tushirikishane maneno kwa machache, kwa ufupi. Unaheri wewe uliyekaa mahali ulipokaa kusikiliza hizi habari njema. Mungu akubariki sana. Amen. Na kwa sababu ya utii wako, najua ulikuwa na kazi nyingi za kufanya, lakini uliposikia hii sauti ukaamua usogee ukakaa karibu. Mungu akubariki sana. Lakini pia wewe uliyekaa nyumbani kwako unasikia hii sauti, umekaa kwa utulivu, Mungu akubariki sana. Mungu anatamani kusema na wewe jioni ya leo kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Huna ujumbe ambao nimeona siku ya leo nizungumze na watu wa Charatira. Kuzaliwa mara ya pili. Ndio. Kuzaliwa mara ya pili. Neno kuzaliwa sio neno geni sana kwa watu. Watu wengi wanasherekea na kusherekea, wanasema kwenye nyumba ya tatu kwa mzee Anadha pale kuna kachanga amelelewa, amezaliwa, wanatengeneza na sherehe. Kwenye nyumba ya 4 kitongoji cha Mwawa kuna mtu amezaliwa, wanapiga na ngoma. Wengine wanapiga ni ngoma za Kifipa. Wamama wanashangilia, wanafurahia, kwa sababu kuzaliwa ni jambo la heri. Kuzaliwa ni jambo la baraka. Na nyumba ambayo haina watoto, haijazaa, inakuwa na migogoro kwa sababu imekosa baraka ya kuzaa. Kwa kumbe kuzaliwa sio neno jipya wala sio neno geni, ni neno ambalo limezoeleka kuzaliwa. Lakini kuzaliwa mara ya pili, yawezekana ndio kawapo msamiati ambao unajiuliza kuzaliwa mara ya pili ndio ni kitu gani? Nimezaliwa tayari, yawezekanaje tena nizaliwe mara ya pili? Na mimi nimekuja nikusaidie siku ya leo. Napokuzungumza kuzaliwa mara ya pili unielewe vizuri. Sitamani kurukaruka sana kama nilivyokuwa nikifanya huko nyuma, siku za nyuma. Leo natamani kuongea na wewe vizuri, kwa utulivu na kwa upole. Kuzaliwa mara ya pili. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Yohana Mtakatifu sura ya 3 ndio 1 hadi 10. Yohana 3
1 mpaka 10, maandiko yanasema Ndio. basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, Ndio. mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu, kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui utokako wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Mstari wa 10, Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli, na mambo haya huyafahamu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni habari ndefu kidogo tumezisoma, na mimi nimeruhusu tuzisome habari hizi ndefu ili tupate kuzielewa na kuzisikiliza vizuri kabisa. Ndio. Anaongea hapa ni mwana wa Mungu na jitu kutoka mbinguni lipojalatila kwa kazi maalumu, na baada ya kuifanya kazi litarudi tena lilikotoka mbinguni. Kwa hiyo usishangae kwamba ule si ndo daktari, ule ndio ni daktari, lakini wakati wamesimama kwa kazi nyingine ya Mungu, na hiyo ndo kazi kubwa kuliko hata udaktari. Haleluya, haleluya. Hii ndo kazi kubwa kuliko hata udaktari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumesoma hizi habari katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Yalikuwa ni majibizano kati ya watu wawili, mkuu wa Wayahudi ambaye anaitwa Nikodemu. Tunapozungumzia mkuu wa Wayahudi, alikuwa ni mkuu wa dini ya Kiyahudi. Dini ya Kiyahudi zilikuwa zimegawanyika katika makundi matatu: dini ya Mafarisayo, dini ya Masadukayo na dini ya waandishi. Hasa huyu alikuwa ni mkuu wa hizo dini zote, anaitwa Nikodemu. Lakini siku moja alisikia habari za Yesu Kristo akihubiri tofauti na torati yao. Torati yao iliandika kwamba mtu akikupiga shavu moja, wewe mpige mara 10. Alikwambia Biblia sema kwamba torati yao inasema jino kwa jino, lakini mwalimu mwema anaitwa Yesu Kristo anasema mtu akikupiga shavu la huku, mgeuzie na huku. Torati ilikuwa inazungumzia kwa habari ya kwamba mtu akichukua ng'ombe wako mmoja, wewe chukua ng'ombe wake wawili. Lakini Yesu Kristo anakuja anasema kwamba mtu akikupokonya joho, mpe na kanzu. Akastaajabu. Tofauti na dini yake. Mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti na torati yao, kwa sababu ya kuogopa watu, kwa sababu ya kuogopa heshima yaliyokuwa nayo katika dini. Amemwelewa Yesu, ndio kweli, amemwelewa mafundisho ya Yesu kweli, lakini akijiangalia yeye ni mkuu wa dini. Inawezekana alikuwa ni mchungaji, inawezekana alikuwa ni mzee wa kanisa, inawezekana alikuwa ni shehe, inawezekana alikuwa ni ostadi. Akasema nikienda mchana, washirika wangu wataniona, watanikimbia. Hasa kulinda status, sema status. Nitaenda wakati hawanioni. Nitaenda wakati wengine wamelala, ili wasije wakaniona wakaniachia kanisa. Washirika walale kwanza. Washirika wakakimbia. Akamwendea Yesu usiku, sema usiku, wakati wengine wamelala, wakamwendea Yesu usiku. Nataka nikwambie kwamba Nikodemo alikuwa na heri sana, kwa sababu usiku yeye alimwendea Yesu. Lakini siku za leo kuna watu usiku wanaendea makaburi, usiku wanaenda kuoga njia panda, usiku ndo wanaenda kwa wake za watu, usiku ndo wanalewa pombe. Una hasara. Alikuwa na mzee kama wewe, lakini alikuwa na busara kidogo kuliko wewe, kwa sababu yeye alijua usiku sio wakati wa kumendea vidinki. Alijua usiku sio wakati wa kwenda kwa waganga wala makaburini.
nazi njia panda. Alijua usiku ni wakati wa kumwendea Yesu. Akajikongoja na ushe wake kwa Yesu, akamwendea Yesu. Na Yesu akusema kwa sababu umenijia usiku sikutaki. Akasema karibu Nikodemu. Akaanza kuongea. Kumbe kuna habari njema hapa. Unapomwendea Yesu, Yesu anaanza kuongea na wewe. Kuna raha kuongea na Yesu. Kuna raha kuongea na Yesu. Kuna raha kuzungumza na Yesu. Kusema na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikodemo akaanza story na Yesu. Kuna wakati sisi tuliokoka tunapiga story na Yesu. Na watu wakituona wanaanza kushangaa. Amekosa kazi ya kufanya. Huyu ndiye alitakiwa akae kutimba nini panya. Lakini sasa wapo kanisani yetu wanaomba. Usitushangae. Ndio watu wa kupiga story na Yesu kabisa. Amen. Yes. Haleluya. 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 Wakaanza kujibizana. Wakaanza kuongea. Nikodemo alipomfuata Yesu, alikuwa na haja ya Yesu ili apate kujua Yesu ni wa namna gani. Alipofika pale, akasema mwalimu mwema. Mwalimu mwema. Kumbe duniani kuna walimu na kuna mwalimu mwema. Lakini pia kuna mwalimu mwema. Sijakataa kwa habari za walimu. Walimu ndio wanaweza akawepo, lakini kuna huyu ambaye ni mwalimu mwema. Yawezekana duniani kukawepo na matabibu, kukawepo na madaktari, wengine wakapaka charatila kinaonea, lakini kuna huyu anaitwa tabibu wa karibu. Yesu Kristo akaanza kusema na yule mzee. Yawezekana ule wa Yesu ulikuwa ni mdogo kuliko ule wa Nikodemu, kwa sababu Yesu alikuwa na miaka 30 anapoanza kufanya kazi yake. Nikodemu alikuwa ni mzee wa baraza. Yawezekana alikuwa na miaka 60, lakini akakaendea kaka kijana. Akasema kwa kaka kijana kuna hekima ya tofauti. Nataka nikwambie huyo na Yesu, hata kama ni vijana, kuna vijana wa tofauti na wengine. Ndani yetu kuna maarifa ya tofauti. Ndani yetu kuna hekima ya tofauti. Ndani yetu kuna ufalme wa tofauti. Tunapotembea tunatembea na ufalme. Tunapotamka ufalme. Tunaposema tunasema ufalme. Kwa sababu ndani yetu yupo Yesu Kristo na Yesu. Amen. Kumbe umri sio hekima, sio issue. Kwa sababu kuna wazee ambao wakati walikuwa vijana walikuwa wapumbavu. Walipozeeka wakazeeka na upumbavu. Amen. Ndio maana unaona huyu mzee anakatongoza kajukuu kake. Ni kwa sababu alizeeka na upumbavu wake. Sema mtumishi. Yesu ni mtamu. Yesu ni mzuri. Haleluya. Haleluya. Huyu Nikodemu alikuwa mchungaji, akamwendea Yesu. Akaanza pale story nyingi. Yesu alipomwona kwa mbali akajua kabisa huyu ni mchungaji, ni mwenyekiti wa kigango, ni mchungaji wa parish, ni mzee wa kanisa. Alijua kabisa. Anakuja pale na story zake nyingi. Mwalimu mwema, yako umetoka kwa Mungu. Yesu kutaka story nyingi, akaenda moja kwa moja kwenye point. Akasema amini, usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Ushaki story hapa. Nimekuja na neno moja tu. Utake utalisikia, usitake utalisikia. Utake ni dawa, utaka ukunywe, utaka usinywe. Na hili neno ni hili moja tu. Usipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Kusha la Mungu. Lakini kama unasali na haujazaliwa mara ya pili, ni hasara. Hata kama ni mwenyekiti wa kwaya, na hujazaliwa mara ya pili, ni hasara. Sababu ya mambo yote ni mwanadamu
itakuwaje nizaliwe mara ya pili? Mama yangu tamkuta wapi? Maana mimi mwenyewe nimeshaseka. Mama yangu alishafariki, ameshaoza na mifupa. Je, yawezekana niingie tumboni mwa mama yangu, alafu mamangu tena kae na ujauzito miezi 9, alafu ndipo nizaliwe? Kulikuwa nikitenda hivi, kwanza atakubali? Sijasema mimi, sijasema. Sema Yesu akashangaa. Akasema wewe umekuwa mkuu wa Wayahudi, wewe umekuwa mkuu wa dini wewe, na uyajui haya nao yasema. Wewe umekuwa mkuu wa dini, lakini unasema hakuna kuzaliwa mara ya pili duniani, tuzaliwa baada ya kufa. Sasa unafanya nini kwenye dini yako? Watu wanakuamini, wanakuletea na makonde yao, lakini hujui kwamba duniani kuna pili baada ya kufa. Hebu achie hicho kiti, toka kikufai. Yesu akashangaa. Yaani wewe umekuwa mkuu wa dini na uzee wako wote huo, hujui awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Yesu akamwambia, amini amini nakwambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mimi sizungumzia habari za wewe uzaliwe kimwili. Ulishazaliwa kimwili tayari, kwa maana upo. Lakini kilichobakia ni kitu kimoja, roho yako kuzaliwa. Na roho yako ikizaliwa, na huku ndiko kunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Hakuna maana kwamba uingie tumboni mwa mama yako ndipo utoke uzaliwe. Hapana, kuna maanisha alichokizaa Mungu. Mungu anazaa roho, kwa sababu Mungu wetu ni roho. Anapozaa anazaa roho. Nataka nikuonyeshe, watu wanasema eti Mungu hazai. Nakubaliana na wewe kamanda, lakini mimi nimezaliwa na Mungu. Na mimi ni mwana wa Mungu. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Mwili ukazaa naza huyu mnayemwona, ni mrefu, ni mweusi, baba yake anaitwa Mwakajinga, mama yake anaitwa Batikuiba Fubela, wakazaa mwili. Lakini Mungu kwa sababu ni roho, akaizaa roho. Na mimi nikitembea duniani, nimekataa kuitwa Mnyakyusa, nimekataa kuitwa Mtanzania tu, nimekataa kuitwa Mtwipa tu. Mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu nimezaliwa na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akashangaa. Watu wa dini, wewe mchungaji, wewe askofu, wewe ustazi, wewe shehe, wewe imamu, wewe katekista, wewe padri, haujui kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili duniani, sio baada ya kufa duniani. Mbona umesoma? Mbona umesoma? Na umepewa na vyeti. Sema safi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Nikodemu, tunamwona tena anaonekana sehemu nyingine. Walikuwa ni mkuu. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 50, anawauliza wakuu wenzake baada ya Yesu kuingia sinagogi. Watu wengine sema kwamba Yesu alikuwa akiingia sinagogi siku ya Sabato kama ilivyo desturi yake. Ndio, hakuna anayekataa, lakini hii haimaanishi kwamba Yesu alikuwa msabato. Nakufungulia Luka, inasema Yesu hata siku ya Sabato akaingia kwenye sinagogi kama ilivyo desturi yake. Ndio, ilikuwa desturi yake kuingia kwenye sinagogi siku ya Sabato, lakini hii haimaanishi kwamba Yesu alikuwa msabato, kwa sababu huduma ambazo Yesu alikuwa akizichapa duniani ni yeye pamoja na wasabato. Sema mtumishi. Nataka kuzungumzia kwa habari ya kuzaliwa mara pili. Hebu tuwaachie watu dini zao. Sisi ni wana wa Mungu, tumseme Mungu. Haleluya. Kwanza hii inanisumbua hii. Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 50. Ndio. Akamwambia Nikodemu, naye ni yule aliyemwendea
zamani, maana ni mmoja wao. Akawaambia Nikodemu, huyu Nikodemu kwenye mapani naelezea, maana ni yeye aliyemwendea usiku zamani, maana yeye pia alikuwa ni miongoni mwao. Tunapozungumzia baraza la Kiyahudi lilikuwa likitengenezwa na wazee 72. Wanakuweka kikaango pale, wanatafsiri sheria ya Musa kwamba umefanya 1 2 3, matokeo yake ni 1 2 3. Wakishamaliza pale ndo umekwisha. Kwamba umezini, matokeo yake ni kupigwa mawe mpaka ufe. Wakishamaliza pale imekwisha. Sasa kwenye hilo baraza, na Nikodemo alikuwa ni mmoja wao. Kwa katika wale 71, ukimwondoa Nikodemo anakuwa 71. Ukimweka Nikodemo ndo anakamilisha hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikodemo akawaambiaje? Nikodemo akawaambia sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa 50 hapo. Mstari wa 50 nitasoma. Sura ya 7 mstari wa 50. 7:50 maandiko yanasema. Ndio. Nikodemo, je, torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza? Je, torati yetu humhukumu mtu kabla ya kumsikia kwanza? Na kujua atendavyo? Wakajibu wakamwambia, je, wewe nawe umetoka Galilaya? Sasa kukawa na kimbembe katikati ya wakuu wa Wayahudi, wakuu wa Mafarisayo. Nikodemo ameinua hoja pale kwa sababu anataka kumuua Yesu. Wametuma vijana wakamvizie. Yesu amesimama na ubiri injili katika masinagogi yao. Anatamka habari za ushindi ya kwamba kila aliye na kiu aje kwangu anywe, na baada ya kunywa kutoka kwangu ndani yake zitatoka chemchemi za mito ya uzima zikibubujikia kwa uzima wa milele. Wasabato wakashangaa. Watumwa wakarudi kwa Mafarisayo, wanamuuliza, tuliwatuma kumkamata Yesu, yuko wapi? Wakasema, kwa kweli tangu tulipozaliwa hata sasa hatujawahi kumwona mtu anayesema na kunena kama huyu anenavyo. Wakuu wa baraza wakashangaa, wakasema, na nyinyi mmeokoka? Na nyinyi mmetekewa? Hatujatekewa, ila tu kazi zake zinatuonyesha, maneno yake yanatuonyesha kwamba huyu ndiye Kristo. Kukatokea mtafaruku kwenye baraza. Sasa Nikodemo, kwa sababu alimwendea Yesu usiku, hawakujua kama aliwahi kwenda kwa Yesu. Hawakujua kwamba aliwahi kwenda kwa Yesu, na walidiscuss na Yesu mambo 3 4. Na Yesu akamwambia Nikodemo, ili uone ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili. Hawakujua kwa sababu mwamba alisema nitaenda usiku. Aliambia, akauliza, je, torati yetu? Kumbe ni torati yao. Kumbe sio ya Mungu, ni yao. Ni torati ya lile baraza. Torati yetu inaruhusu kumhukumu mtu bila kumsikia? Hapana. Na bila kuona vile anavyofanya? Wakashangaa. Kumbe umekuwa miongoni mwao. Kumbe nao umeokoka wewe. Si unajua tuko pamoja, kumbe nao umeokoka. Unaongea kama yeye. Mbona unakuwa kama yeye? Unamsaidia. Sio kama namsaidia, nasema ukweli. Tumsikie kwanza. Ndio, kwanza tumsikilize. Anasemaje? Pointi yake ni ipi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mahali pengine Nikodemo anaonekana katika kitabu cha Yohana mstari wa 19. Nataka nikuonyeshe Nikodemo. 19:38 na 39. 19:38 39. Pilato akamwambia, ndio, kweli ni nini? Ndio. Naye akiisha kusema neno hilo, akawatokea Wayahudi tena, akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake. Ndio. Lakini kwenu kuna desturi ya mimi kuwafungulia mtu mmoja wakati wa Pasaka. 19:38 na 39. 19:38 na 39. Ndio. Hata baada ya hayo, ndio, Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri. Ni mwanafunzi wa Yesu kwa nini? Kwa siri. Hapa Taratilo kuna wanafunzi wengi wa Yesu kwa siri. Wapo kwenye madhehebu yenu, wapo kwenye makanisa yenu, lakini wengine hata wendi kanisani, lakini ni wanafunzi wa Yesu kwa siri. Kwa nini wanalazimika kuwa wanafunzi wa Yesu kwa siri? Kwa sababu kwa hofu ya Wayahudi. Kwa hofu ya kina nani? Ya Wasabato. Kuna sababu. Hao watu wanampenda Yesu, wakisikia injili wanafurahi ndani yao. Lakini wakigeuka nyuma, wanaona dini zao zimeachama, zinasema jaribu uone.
wanaona wazazi wao wameachama, wanasema jaribu uone tunakutenga, hatukuozeshi mke. Nayo mashamba tuliokupa tunakupokonya. Kuokoka tu. Hizo ni kuokoka tu. Yusufu ojaanza wewe. Akigeuka nyuma na muone mume wake anasema jaribu uone. Ninakuacha kweupe. Hizo sio nini? Ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa hofu ya Wayahudi anaamua kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Ndio. Akisikia injili kuna kitu kinafurukuta ndani. Anajua mimi sio wa huku. Mimi ni mwana wa Mungu, lakini nikiangalia huku dini imeachama. Wale wenzangu watanichoka. Familia imesema itanitenga. Nimeacha dini ya baba na mama. Lakini akisikia injili anafurahi ndani yake. Anatamani kupiga hatua lakini anaogopa. Ninakuja nikutie moyo rafiki yangu. Hawajaanza kwako. Walikuwapo tangu zamani. Wakiwatisha wengi. Wakiwatishia kuwapokonya mali zao. Wakiwatishia kuwatenga na jamii zao. Wakiwatishia kuwatenga na familia zao. Wakiwatishia kuwatenga na ndoa zao. Kwa ajili ya Yesu Kristo. Lakini licha hayo hawakukata tamaa. Waliamua kumfuata Yesu. Usikate tamaa. Hata kama wanakutisha, amua kumfuata Yesu. Yeye anasema, yeye ni mwamba kwa walioachwa. Yeye ni kimbilio la wanyonge. Yeye ni kimbilio la walioachwa. Hata kama ndugu zako watakuacha, yeye atakukaribisha kwake. Hata kama mke wako atakuacha, hata kama wazazi wako watakutenga, yeye anaitwa baba wa yatima. Hata kama mume wako atakuacha, yeye anaitwa mume wa wajane. Hata kama atakupora mali zako, yeye anaitwa utajiri wangu wadumu hata milele. Nikukaribisha kwa Yesu. Haleluya. Malizia 39 Maandiko yanasema akaenda Nikodemu naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza. Nikodemu tena anaonekana mara ya tatu hapa. Akaleta machanganyiko ya mane na udi yapata ratili 100. Baba na ratili ngapi? 100. Huyu Nikodemu ni mkuu wa Wayahudi na huyu Yusufu wa Arimathaya ni mkuu wa Wayahudi. Kwa kwenye baraza la Wayahudi kule kwa wazee wa kanisa, wazee wa kanisa ile dini ya Kiyahudi wakaondokewa na watu wawili wakubwa alafu kwa asili Mungu laike kwa asili kwa asili. Yesu amekufa, kumbe Yesu hakuzikwa na Petro ambaye alikuwa kimbelembele. Yesu hakuzikwa na wanafunzi wake wale 12. Alizikwa na watu tu. Watu tu. Tunapata somo hapa. Ishi vizuri na watu. Ndio. Kwa sababu atakaye kuzika hujui ni nani. Ndio. Usiishi na mtu kwa sababu ni mfipa mwenzako. Na mimi kwa sababu sija kuzungumzia dini hapa, nimekuja kumleta Yesu aliyewa watu wote. Ishi na watu wote vizuri. Yesu aliyeokolewa na Nikodemu ambaye alikuwa ni wapingamizi wa injili yake, lakini ndio aliyemwokoa, wakampelekea manemane, wakampelekea harufu nzuri, wakamsitiri. Wanafunzi wake wakakimbia. Ishi na watu vizuri. Usiishi na watu kwa sababu ya ukabila. Salimia watu. Usiishi na watu kwa sababu ni wa dini. Hata hapa ili eneo tu hili ni la kina Mwakajinga. Wewe Mwampiki utakiwi kuishi. Acha ushamba wewe. Amen. Ile eneo hili ni la kina Stura. Hapa kina Stura tu. Wewe kwa sababu sio Stura, toka hapa kwenye kijiji chetu. Kijiji sio cha kwako. Ni letu wote. Ishi na watu vizuri. Utakuja usafiri siku moja ulimfukuza Saratila, utakutana naye Mbeya na huna mwenyeji, utakufa vibaya wewe. Nakuonea huruma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusifu Yesu Kristo. Amen. Tusifu Yesu Kristo. Amen. Bwana kondoo ameshinda. Fuate. Mapendo daima. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Asalamu alaykum. Majeshi ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kumbe sema kumbe Yesu hakuwa msabato. Hata kama alikuwa anaingia sabato kila siku. Alienda kuwavuta waliko. Aenda kuwavuta. Na waliokuwa kivutwa walikuwa kitengwa na masinagogi. Sasa angekuwa wa sinagogi wangekuwa namtengaje na masinagogi? Unavuta. Yohana 9:22. Tuone hawa waliokuwa kijaribu kumwamini Yesu wanafanywaje. Yohana 9. Yohana 9 mlango ni 22. Biblia imeandikwa hivi.
Wazazi wake narudia, ndio wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu gani? Waliogopa Wayahudi. Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Hasa kama Yesu alikuwa ni msinagogi, hii inatuonyesha kumbe Yesu alikuwa msinagogi. Na kila atakayemkiri Yesu kwamba ni Kristo anatengwa na sinagogi. Anawaambia sasa, wewe utufai, mfuate Yesu wako. Sisi tumekubali kutengwa na masinagogi yao. Sisi tumekubali kutengwa na madini yao. Sisi tumekubali kutengwa na makanisa yao. Tunaamua kumfuata Yesu kama alivyo. Yes. Hallelujah. Amen. Nimesema leo kuzungumzia kuzaliwa mara pili. Mbona nikumbushi mwamba? Tunamchambua Nikodemu kwanza. Naomba nitoke huko haraka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa nini ni muhimu kuzaliwa mara ya pili? Unanisikiliza wewe? Kwa nini ni muhimu kuzaliwa mara ya pili? Yesu alijua nao muda mchache sana. Akianza kusikiliza stori za Nikodemu, kwa kaza kumsifia pale, maana alisikia alilisha watu fulani mikate. Alijua naye akaenda kwa Yesu, inawezekana akampata samaki wawili akalisha familia yake. Yesu akasema sina muda kupoteza, maana nina muda mchache, imenipasa kuzipenda kazi haya nipeleka kungani mchana na usiku, na kuja sitaweza kuzifanya. Ndio ajabu kwamba ni mwalimu mwema umetoka kwa Mungu. Asema unajua sawa, na hata usingejua isingezuia kwamba mimi sio mwalimu mwema. Tunajua kwamba umeokoka, ndio, hata usingejua wewe isingezuia kwamba sisi hatujaokoka. Lakini sitaki stori zako. Amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Tunajua kwamba wewe ni mtu mwema sana. Mungu awabariki sana nyinyi vijana. Nyinyi ni watu wema sana. Sio stori zetu za leo. Wala hatujaja kuonyesha wema wetu. Tumekuja na ujumbe mmoja tu kwamba yawezekana ulikuwa ujui. Lakini amini leo kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hata wengine wanaamini eti kuona ufalme wa Mungu ni baada ya kufa. Hapana. Sisi tukwambia uzaliwe ili uone ufalme wa Mungu baada ya kufa. Hapana. Zaliwa leo uweze kuona ufalme wa Mungu leo na uishi leo na kuendelea. Yes. Injili Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu ni ufalme wa rohoni. Biblia inasema kwamba Mungu ni roho, na maabudu yamepasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Sasa kilichozaliwa kwa roho ndicho chenye uwezo wa kuona ufalme wa Mungu ambao ni wa rohoni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na sio baada ya kufa, ni sasa. Inasema kwamba tubuni mkabatizwe, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sio umekaribia mbinguni, umekaribia duniani na sasa upo. Yes. Yesu anawaambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, anasema nyinyi msalipo salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu aliye mbinguni. Kumbe una baba yako yupo Charapira, kumbe una baba yako yupo Mwawa, kumbe una baba yako wewe. Jamaa, una baba yako wewe andi naye, una baba yako anakaa Mwawa sio Kasovwe, una baba yako wa mwili. Lakini wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe unapozali sema hivi: Baba yangu uliye mbinguni. Kumbe na baba wa Mwawa, nina baba wa Kasovwe. Ninapozaliwa mara ya pili ninapata baba mwingine aliyoko mbinguni. Ninyi msalipo salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Kumbe huyu aliyezaliwa mara ya pili asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Lakini tunapata picha nyingine hapa. Huyu aliyezaliwa mara ya pili ana uwezo wa kushusha ufalme wa Mungu duniani. Come on. Tunatamka ufalme wa Mungu hapa katika jina la Yesu. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Ufalme wako uje. Baba yetu uliye mbinguni, kumbe yuko mbinguni. Lakini ufalme wake wa mbinguni uje duniani. Utakalo mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama uko mbinguni. Allah. Kumbe mapenzi yanayofanyika mbinguni, wakati Mungu anaomba dunia na kumweka wana wake duniani, alitaka kile kinachofanyika mbinguni ndicho kifanyike duniani.
Alitaka vile Mungu anavyoishi mbinguni ndivyo mwanadamu alimuumba kwa sura yake na kwa mfano wake aishi hapa duniani. Tunapozungumzia mapenzi yako, maana yake matakwa. Kile unachokitaka mbinguni ndicho kifanyike duniani. Kile kinachofanyika mbinguni ndicho kifanyike duniani. Kile kinachoishiwa mbinguni ndicho kiishiwe duniani. Mbinguni hakuna kubakana. Mbinguni hakuna walevi. Mbinguni hakuna wachawi. Mbinguni hakuna vuta sigara. Mbinguni hakuna vuta bangi. Ni kwa sababu shetani amekudanganya. Amesema huwezi kuokoka. Amekuonyesha ufalme mwingine ambao sio wa mbinguni. Mungu alipokuumba alitaka kile kinachofanyika mbinguni kifanyike duniani. Na Mungu alipokuwa anakuumba wewe duniani, hakukuumba uwe fukara, hakukuumba uteswe, hakukuumba ulogwe. Alikuumba uonekane kama Mungu duniani. Haleluya. Vile wewe anavyotawala mbinguni na wewe utawale duniani. Lakini cha ajabu mwanadamu, umemkataa Mungu. Umeanza kutawaliwa na wachawi. Umeanza kutawaliwa na mapepo. Umeanza kutawaliwa na majini. Umeanza kutawaliwa na uasherati. Umepoteza nafasi yako. Nisema kwamba na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu anasema huyu mtu tunayemfanya awe kwa mfano wetu na sura yetu. Akafanyeje? Akazae na kuongezeka. Akaijaze dunia na kuitisha. Hasa wengi wamefika duniani, ukiulizwa unafanya nini, wanasema mimi nimekuja kuzaa ili niongezeke, nitimize kusudi la Mungu. Umekaa nalo moja tu. Mungu akusema uzae tu ongezeke. Uzae ongezeke ndio, lakini utawale, lakini uongezeke, lakini uitishe dunia. Cheki sasa, dunia imekuwa inakutisha. Usiku ukiingia unatishika. Bundi akilia kwenye bati lako unatishika. Umepoteza sura ya Mungu. Umekuwa mtu wa kawaida. Mungu akiangalia anashangaa. Anasema mwanadamu, nilimuumba itishe dunia. Nilimuumba itishe dunia. Lakini ona sasa, dunia inamtisha. Wachawi wanamtisha. Magonjwa yanamtisha. Uchawi unamtisha. Majini yanamtisha. Anatishika. Anasema siwezi nikatembea kwenye makaburi usiku. Dunia inamtisha. Napata kaufunua mpaka ajabu. Hivi Roho Mtakatifu kumbe ni mtamu. Anapata kaufunua mpaka ajabu. Dunia inamtisha. Mtu anaishi kwa hofu. Hatamani hata usiku uingie. Akimwona mzee fulani anatetemeka. Anasema mzee wake kunyoshea kidole, tishika peke yako kwa sababu umemkataa Mungu. Usiwe naongea na anasema mimi sirogwi. Wanasema usiseme hivyo, usiseme hivyo. Usiseme hivyo. Wewe acha ujinga wewe. Sio tu wachawi, hata majini siogopi. Sio tu majini, hata mapepo siogopi. Na nimepewa mamlaka ya kuyatisha. Ili mradi ni mchawi anaishi duniani, anayesema hapa ni mwana wa Mungu, nimepewa mamlaka ya kukutisha na kukukanyaga. Ndivyo ulivyoumbwa na Mungu wewe. Shetani amekudanganya. Amekudanganya. Ona dunia inavyokutisha. Ukisikia habari fulani unatetemeka hadi tumbo unacheza. Dunia inakutisha. Kwa sababu ya kutishika umeanza kupapalika na kutapatapa. Kutapatapa maana yake ni kujirusharusha ndio utaratibu. Umesikia mtu fulani mganga wa kienyeji ukatapatapa. Ukasikia kuna keki za upako, kwa sababu unatishika na hujaona usalama unatapatapa. Ukasikia kwenye mlima Mwawa sijui kuna mawe ya upako, ukiona unaweka kwenye chini ya uvungu unatapatapa. Wewe ulipewa kuyatisha mawe. Wewe ulipewa kuyatisha majini. Wewe ulipewa kuwatisha wachawi. Wewe ulipewa kuwatisha vinyamkela. Na Biblia inasema kwamba watakanyaga nyoka na nge, na vitu vya kusiru havitawazuru. Kwa jina langu watatoa pepo. Alipewa mwanadamu kutisha, lakini amepoteza sura ya Mungu. Haleluya. Amemkataa Mungu. Amekataa kuokoka. Bahati mbaya. Ameshikilia dini yake usio na maana. Hatari. Umekuwa na dini lakini bado unatishika. Tatizo. Umeweza kuwategemea wanadamu wenzako. Wanakuchanja na kukuchanja. Kukuchanja kwa kifua ni kukala. Wanakukala kila siku. Kila mwezi wanakukala na unawalipa na mbuzi. Ili kuchanjwa uchanjo wewe na umechanjwa na wapa na mbuzi. Hopeless motherless. Unawapa na kuku. Yaani wakuchanje,
wakulisha na samadi, sio wakuchanja, wakuchinje. Na bado wape na kuku, lakini bado kutishika kujaacha. Wachawi hajaacha kukuloga, wachawi hajaacha kukutembelea. Umekuwa ni mtu wa kuishi kwa kutishika. Usiku ukiingia unatamani kucha haraka, kwa sababu amekuwa akikukaba na kukunyosha. Nataka nikwambie mwanadamu, huo ni uongo wa shetani. Wao kuumba utishike, uliumba utishe dunia, uliumba utishe wachawi, uliumba utishe majini, uliumba utishe mapepo. Hautafikia hiyo hatua mpaka umekubali kuzaliwa mara ya pili. Mpaka umekubali kuzaliwa mara ya pili. Umeamua kukataa dini yako, umeamua kumfuata Yesu. Hata kama wakuu wa dini watakutenga, amua kumfuata Yesu. Hata kama familia itakukataa, amua kumfuata Yesu. Hata kama marafiki watakubeza, amua kumfuata Yesu. Sisi tumemfuata Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wanaosema hapa ni watoto wa Mungu. Wanaosema hapa sio wasabato, sio IGP, sio FPCT, sio WKG. Wanaosema hapa ni wana wa Mungu. Tukiwa tunatembea, wachawi wanapiga saruti. Tukiwa tunatembea, mapepo yanapiga saruti. Tukiwa tunatembea, wakati wanajua anayetembea ni mtawala, wanajua anayetembea ni mwana wa Mungu. Hatuogopi wachawi, hatuogopi mapepo, hatuogopi majini. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga majini. Tunakanyaga wachawi watakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Sema wapigwe. Sema wapigwe. Haleluya. Haleluya. Watu wapigwe. Watu wa Chalatila yatosha, wameweka kwenye ulevi. Vijana wanalewa mpaka unawaonea huruma. Wakishavuna makonde ndani ya miezi miwili, makonde yote yamepukutika. Mtu amelima makonde miezi 6, ndani ya miezi miwili imeisha. Unamuuliza umefanyia nini? Amefungwa kwenye ulevi. Huyu mwamba analewa mpaka anaanguka chooni, anatapika chooni. Sio kwamba alipenda, amefungwa. Ninakukaribisha kwa Yesu. Yesu bado ana msamaha kwako. Yesu bado ana uzima kwako. Amekuja leo. Sema utakapompokea na kumwamini, atakuzaa mara ya pili. Na wewe utakuwa ni mwana wa Mungu. Utakuwa ni mwana wa Mungu duniani, mwenye uwezo wa kuvuta ufalme wa Mungu duniani. Ukiwa unatembea, ni mwana wa Mungu anatembea. Ukiwa unaongea, ni mwana wa Mungu anaongea. Ukiwa umeshika, ni mwana wa Mungu ameshika. Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Duniani kuna wana wa Mungu, lakini pia kuna wana wa shetani. Wapo. Kutembea kwao utajua kabisa ni wana shetani anatembea. Hata likiongea unajua kabisa ni toto la shetani linaongea. Mambo yako ukiangalia ninavyofanya unajua kabisa ni shetani anafanya. Yaani shetani amevaa mwili anafanya. Unaona mtu kabaka mtoto wake. Wewe tukapiga mke wake mpaka anatamani kuua. Na anasema nitakuua, anafurahia kuua. Kwa sababu nyinyi wabebeni ibilisi. Na babeni ibilisi amekuwa muuaji tangu mwanzo. Unakuta mtu anafurahia kuua na anajisikia vizuri akiua. Mtu anajisikia vizuri akitembea akivunja ndoa za watu. Anajisikia fahari. Wanawake 7. Jua ni shetani kavaa mwili. Ni toto la shetani hili. Linatembea duniani. Kwa maana sasa sisi tumevaa Mungu, tumevaa mwili, tuko duniani. Zichapwe. Mitoto ya shetani na mitoto ya Mungu zichapwe. Na Mungu wetu ana historia kushindwa. Wewe nilichawi. Mtu amenunua pikipiki linajaa wivu. Linatamani afe. Sasa analinga na pikipiki. Si ununue ya kwako. Mwambie. Wewe si shetani wewe. Mtoto wa shetani. Mtu amenunua gari eti anatutimulia vumbi. Acha atimue vumbi. Tunaona ununua ya kwako. Unaweza kumwendea kwa waganga, haja kukosea. Anajidai na pikipiki yake afe. Ni toto la shetani hili. Mwambie. Tumebeba ajenda za kishetani. Na sisi tuambie sisi ni wana wa Mungu. Tumebeba ajenda za Mungu. Usishangae. Ajenda za Mungu ni uzima kwa watu. Ajenda za Mungu ni watu waliorogwa waache kurogwa. Ajenda za Mungu ni waliofungwa wafunguliwe. Tunatangaza kufunguliwa hapa katika jina la Yesu. Waliokubalika juu ya Chalatila ya kwamba watu wa Chalatila wakae salama kwa jina la Yesu. Waliokuwa wakiroga waache kuroga kwa jina la Yesu. Waliowekeza uvimbe kwenye matumbo ya watu
kwa jina la Yesu. Waliofungwa kwenye utasa ili wasizae, tunatangaza kufunguliwa kwao kwa jina la Yesu. Kwa maana sisi ni wana wa Mungu na tumebeba ajenda za Mungu duniani ili walioroga uchawi ukimbie kwa jina la Yesu. Wakati wachawi wanaporoga watu ni matoto ya shetani, na sisi wana wa Mungu tumekuja tuwafungua waliofungwa na shetani. Ndio zinapigwa sasa hapo. Tuone nani mwamba. Ndio maana tangaza kila siku. Usinionee huruma, jionee huruma na familia yako. Wao anaanza na kuonea huruma, wao anatangaza wachawi. Usinionee huruma. Jionee huruma wewe unayo kwa kila siku. Mimi nimesema sirogwi. Sirogwi mimi ndio sirogwi, usinionee huruma. Hakuna. Usipinge namna hiyo. Ndio. Wapigwe. Simama kwa miguu yako. Jaribu wewe unavyotembea na bukuta. Mchana kwa. Hizi habari ni njema sana. Lakini kwa sababu vyombo tumekodi, sio tukawakwaza wenye vyombo. Mungu atatusaidia. Tutanunua vyombo vyetu, tutakuwa tunatembea navyo. Ni miaka michache sana huko mbele. Tunaenda Kafukua, tunaenda na vyombo vyetu. Ndio. IMTZ. Talk Jesus to the world. IMTZ. Jesus to the world. Tunaenda Kafukula, tunaenda Kalepula na vyombo vyetu. Tunasaidia muda. Mungu anapiga hivi. Wakati wengine wananunua vyombo kupiga sanguro, sisi tunanunua vyombo kupiga habari njema, hakuna kufanana na Yesu. Hata sipigwe. Wakati wengine wananunua vyombo kupeleka disco, sisi tunanunua vyombo kupeleka kwenye injili, hata sipigwe. Haleluya. Tumemsema Yesu katika viwanja hivi na nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake, ya kwamba yeyote anayekubali kuzaliwa mara pili anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Na mtu anawezaje kuzaliwa mara pili? Ni kwa kumwamini Yesu. Nisema kwamba baadhi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na huyu anayemwamini Yesu ndiye anafanyika amezaliwa mara ya pili. Natamani niombe na mtu huyo anasema, mimi natamani leo nizaliwe mara pili, nimwamini Yesu. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Natamani niombe na huyo mtu. 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 Siku zako mwanadamu za kuishi duniani zinahesabika. Una hasara sana kama utakufa na hauna Yesu. Nasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya siku zao, baada ya tabu zao. Kuna wengine kumbe wanakufa wako nje ya Bwana, hawatapumzika hawa. Una hatari sana unekufa, alafu huna Yesu kwenye maisha yako. Pumziko ni Yesu Kristo. Ukiwa nayo unapumzika duniani, na baada ya kufa kwako unaendelea kupumzika. Yeye anao uzima wako, anao usalama wako, anao uponyaji wako. Nikukaribishe. Unaweza kumwamini Yesu na kumpokea afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako.